Kwa hivyo mimi nitapanga kama serikali vile mtapata vifaa ya kuendesha ufundi wenu na biashara yenu. Na kwa hivyo mimi nataka muniandikie orodha ya zile vifaa ambazo mnazihitaji. Alafu tutapangana na hao waheshimiwa vile tutakuja tuwapatie hizo vifaa. Na nitatoa milioni 80 ya kununulia nyinyi vifaa ndio muweze kufanya biashara zenu. Ruto hadi ngapi? Game ni ngapi? Asante sana. Ladies and gentlemen, I take this opportunity now. Please let's all be upstanding and welcome the President of the Republic of Kenya, Daktari William Samoei Ruto. Aya. Nairobi hoye! Tafadhali tuketi. Asanteni sana. Kanairo hoye! Mambo! Basi. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimie hivyo Kanairo nione msalimie. Basi. Watu wa Nairobi, mafundi wenzangu, karibuni sana. Nyinyi ndio mainjinia, nyinyi ndio wale wasee, mainjinia, mafundi. Karibu kwa fundi mwenzenu. Ndio. Mimi nataka niwakaribishe kwanza. Karibuni hapa Ikulu leo. Wale mnakuja mara ya kwanza karibuni, najua wengi. Hebu nione wala wanakuja mara ya kwanza hapa. Allah. Si nilikuwa nafikiri nimealika watu wa Nairobi mara nyingine. Nyinyi mlikuwa busy. Mlikuwa kazini. Leo mmesitisha ndio munitembelee. Karibuni. Ndugu zangu watu wa Nairobi, mimi nimeuliza leo ya kwamba kwa sababu tulikubaliana ya kwamba serikali yetu itakuwa serikali ya Wakenya wote bila ya kujali kiwango ya mtu, kazi anayofanya, umri wake, jamii anatoka, sehemu anatoka, kijiji anatoka, sisi wote ni ndugu moja. Na ndio sababu hiyo nimesema mafundi wafike hapa leo ndio tukubaliane na wao vile tunaweza kusonga mbele pamoja. Nimesikiza kwa makini sana viongozi wenu. Nimesikia na niko na memorandum ambayo mumeniandikia. Kwa hiyo memorandum kuna mambo matatu ya muhimu mumenieleza. Ya kwanza, mumesema vile tunapanga biashara ya watu wengine, tumepanga vile tutakuwa na masoko ya watu kuuza mahali penye stima, kuna usafi, kuna cold room, kuna storage. Pia nyinyi mafundi munataka pia mupate nafasi ya kufanya biashara yenu mahali imejengwa vizuri, workshop mzuri, kwa sababu munatusaidia kuchangia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Ni kweli ama si kweli? Mafundi wa mbao,
mafundi wa chuma, mafundi wa magari, mafundi wa pikipiki na zile vitu zingine zote. Mimi nimesikia kwa makini ya kwamba hata na nyinyi, kwa sababu nyinyi mnachangia katika kuendesha taifa letu la Kenya mbele, na mnafanya biashara, na mnatumia hiyo biashara kulinda watoto wenu, na mnatumia hiyo biashara kuendesha maisha yenu. Pia serikali ya Kenya ipange vile biashara yenu itafanyika mahali kuna workshop mzuri, imejengwa vizuri, na mnaweza kuchangia uchumi wa taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? Na ndio mimi nasimama mbele yenu kuambia Kenya hii ni ya Wakenya wote. Wakati nilisema bottom up sio mzaha, nilisema Kenya isiwe ya watu wachache. Kenya iwe ya kila Mkenya. Na ndio sababu hiyo najua kuna jamaa mwingine ananiuliza, wewe unafanya nini, unaitisha watu hawana payslip ati wakuje State House. Mimi nataka niwaulize nyinyi wangwana wa mafundi, mimi naelewa ya kwamba nyinyi hamuna payslip, lakini nyinyi ni wafanyabiashara, nyinyi ni mafundi, nyinyi ni Wakenya, na vile tunashughulikia wale wengine wote. Na tayari nimeagiza ya kwamba wafanyikazi wa serikali wale wako na payslip tunawaongezea mshahara kuanzia tarehe 1. Mimi nawauliza nyinyi, mko na payslip? Mko na payslip? So pia hata na nyinyi lazima niwapange bwana. Yes. Ni sawa si sawa? Ni sawa si sawa? Tuendelee ama tuendelee? Kwa sababu, sikizeni bwana, kwa sababu Kenya sio yetu sisi ambao tuko na payslip peke yetu. Kenya ni ya Wakenya wote bwana. Kwa hivyo saa zile tunajishughulikia sisi tulio na payslip, tusisahau hao Wakenya mamilioni pia hawa wanalipa ushuru. Pia hawa ni Wakenya, wako na watoto, wako na maisha yao, ni lazima tuwafikirie vile vile. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo sikizeni, mimi kama rais wa nchi hii, kama kiongozi wa taifa letu la Kenya, nitahakikisha ya kwamba kila Mkenya anashughulikiwa. Wale walio chini ambao hawana kazi, wale ambao wanahitaji mahali pa kufanya biashara, wanahitaji mahali ya kuuza pale kwenye soko, wale wanahitaji workshop kama nyinyi mafundi, pia tutawapangia workshop ndio biashara yenu iendelee na mchangie katika kuendesha taifa letu la Kenya mbele. Mafundi hoye! Jambo la pili, hawa viongozi wenu wamenieleza, wameniambia ya kwamba kuna mafundi wengi ambao hawana certificate. Ni kweli ama si kweli? Watu ambao ni wa kujituma, walianza pale wakawa ni mtu ya kutumwa, lete spana, lete saw, lete nyundo, lete msumari, akajifunza polepole, sasa ni fundi lakini hana certificate.
mkaniambia ya kwamba nipange vile nyinyi ambao mmejua ni mafundi lakini hamuna certificate, nipange vile mtapata certificate. Sasa munisikize kwa makini. Mafundi munisikize kwa makini. Tunaelewana? Tuko na mpango ya serikali ambayo tayari tuko na pesa yake. Kama wewe ni fundi uko hapa, kama wewe ni fundi unanisikiza mahali popote Kenya, wewe tayari uko na taaluma ya ufundi lakini hauna certificate, sisi tuko tayari na tayari tumefungua mtandao ili nyinyi mjiandikishe, na serikali ya Kenya itakulipia wewe gharama ya kupata certificate na tutakupatia certificate. Munanielewa? Ili saa zile tunatafuta mafundi, wewe pia unaweza kustep forward na uweze kufanya kazi, useme mimi ni fundi seremala, mimi ni plumber, mimi ni electrician, mimi ni mason, mimi ni carpenter, na utakuwa na certificate. Na sasa utaanza kujisimamia ukiwa na certificate yako, upate kazi pale kwa affordable housing, kwa kujenga soko zetu, hostels na zile zingine zote. Mmenielewa jameni? Na hiyo gharama italipwa na serikali ya Kenya, na hiyo kazi ya kusajili watu kwa ile kitu tunaita recognition of prior learning sasa inaendelea Kenya, na tayari katika orodha yetu tuko na mafundi 40,000 ambao wamejiandikisha. Kama wewe uko hapa ama unanisikiza mahali popote Kenya, jiandikishe ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunakusaidia upate certificate, ndio uweze kuchangia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Mafundi hoye! Mafundi hoye! Mumeniambia ya tatu, hawa viongozi wenu wamesema ya kwamba kwa sasa mahali mnafanya kazi, mara mnahamishwa, mara mnapelekwa pale, mnapeleka kwa reli, kando ya barabara, sijui wapi. Ni lazima tuwe na designated places ambayo serikali itawajengea workshop na iwapatie leseni ya kuendesha hiyo kama biashara yenu. Na mimi nataka niwahakikishie, sio Nairobi peke yake, kila mji katika taifa letu la Kenya sasa tutakuwa na mpango kupitia kwa affordable housing ya kujenga workshops ya wafanyabiashara wetu mafundi waweze kuwa na mahali. Kama ni magari, tunapeleka pale kwa workshop ambayo imetengenezwa vizuri, nyinyi mafundi wa magari muwe pale. Kama ni mambo ya workshop ya useremala, iko pale. Kama ni mambo ya workshop ya chuma, iko pale, na workshop zingine. Ndio tuhakikishe ya kwamba Kenya isiwe mahali ya watu wachache, Kenya iwe ni Kenya ya watu wote. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Watu wa Nairobi, mimi nataka niwaambie mambo matatu ya muhimu hapa Nairobi. Kwanza, mimi nataka niwashukuru, niwaeleze ya kwamba hapa Nairobi vile tulisema hatutaki tena mtu akose nafasi ya matibabu kwa sababu hana pesa. Ndio tukasema tujiandikishe kwa SHA. Kila mmoja wetu aende hospitali, atibiwe, apatiwe dawa na aende nyumbani bila ya kulizwa pesa yeyote na mtu yeyote. Mnanielewa? Leo hapa Nairobi, wacha niwapatie statistics. Leo Nairobi
wananchi wamejiandikisha ni wananchi 2,850,000 citizens of the city of Nairobi wamejiandikisha ndani ya SHA. Hapa Nairobi, pesa ambayo tumelipa kwa mahospitali ya Nairobi in the last 1.5 years ni shilingi bilioni 32 hapa Nairobi, kuhakikisha ya kwamba kila mwananchi. Na mimi nataka niwaulize ndugu zangu watu wa Nairobi, mtu usikose nafasi ya kujiandikisha ndani ya SHA, kwa sababu tutahakikisha kwamba kuna madawa ya kutosha, kuna madaktari wa kutosha, na tuko na equipment. Pale ukijiandikisha ndio tutajua statistics, ndio tuweze kupanga mambo ya matibabu ya wananchi wote wa taifa letu la Kenya, kwa sababu katiba ya Kenya inatueleza na inatuamurisha kama serikali tuhakikishe kwamba kuna matibabu kwa Wakenya wote bila ya kujali mahali wametoka, bila ya kujali wako na pesa hawana kazi, bila ya kujali wako na payslip hawana payslip, bila ya kujali wako na kazi hawana kazi. Kila mwananchi awe na nafasi ya kutibiwa. Tunaelewana? Mimi nawauliza, kwanza ninataka niwaulize kwa hii mkutano, kuna mtu hapa ako amejiandikisha? Kuna mtu hapa? Kila mtu, hebu nione wale wamejiandikisha kwa SHA kwanza nione. Kila mtu amejiandikisha? Na nimesema vile vile ile ambayo tulikuwa tunaita Linda Mama sasa ni Linda Jamii. Kila kwa mama, bora tu usikia kwamba ball ishaingia. Kuanzia hapo kila serikali ya Kenya itakulipia uende pale kwa clinic mpaka upate mtoto, na mtoto akipatikana tutahakikisha kwamba tunamshughulikia mtoto na mama na mzee mpaka kila ndio. Na hiyo kazi tumeweka pesa ya kutosha. Sijui kama tunaelewana. Kwanza zamani ilikuwa ukienda hospitali kupata mtoto ilikuwa imewekwa budget ya shilingi 4,000. Leo tumefanya mara 3 tuhakikisha kwamba kila mama anaweza kujifungua mahali ambapo kuna usafi, kuna daktari, kuna madawa, na tusipoteze wamama na pia tusipoteze watoto wetu. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Lakini sasa nyinyi niwaulize. Nimesema tutalipa mama apate mtoto. Lakini sio kazi yako sasa ati kila siku hapana. Ati nani? Nani? Najua hawa wanaume wenzangu. Mimi naambia wanaume wenzangu, nyinyi msisumbue kina mama. Ati unaambia mama ati si unajua ile mahali ni free, wacha sisi tuendelee. Hapana. Wacha mama apumzike bwana. Kuwa na mpango. Ama namna gani? Ama wamama mnasemaje? Si hawa jamaa waende polepole? Ati hawataki? Anyway, hiyo maneno tutaongea siku nyingine. Tutaongea nyuma ya hema hapo. Pia katika Nairobi yetu hii
Mimi niliwaeleza watu wa Nairobi, hii Nairobi vile vile tunataka kuhakikisha kwamba mabarabara ya hapa inaendelea. Nikizungumza na nyinyi sasa, tuko na barabara kilomita 260 mpya ambayo tunajenga Nairobi County. Nairobi ndio sura ya Kenya. Kama Nairobi sio nzuri, Kenya haitakuwa na sura mzuri. Tunaelewana? Jambo la tatu, niliwaambia watu wa Nairobi, hasa sehemu ambazo hazikuwa na stima. Sasa tumeweka pesa ile watu tumeunganisha stima Nairobi in the last 3 years ni watu 210,000 tumewapatia stima. Na hiyo kazi tumeweka bilioni 2 tena mwaka huu kuhakikisha kwamba vile estate ama sehemu kama vile Kosovo na sehemu zingine ambazo hazikuwa na stima zilikuwa zimezima. Hiyo pia nimehakikisha kwamba tumeweka pesa tuhakikisha kwamba kuna mataa na tuhakikisha kwamba tunasonga mbele na Nairobi is lit. Yeye mnanielewa Nairobi? Nairobi hoye! Nairobi hoye! Vile vile mimi nikisimama hapa, mimi nataka niwahakikishie, mimi na hawa wabunge wetu tumesema watoto wa Nairobi wapate nafasi ya kusoma. Nyinyi mnajua tumekuwa na matatizo makubwa sana ya masomo Nairobi hii, madarasa haitoshi. Tumejenga madarasa mpya 500 na mimi nataka niwahakikishia kwamba tutaendelea na hiyo kazi mpaka tuhakikishe ya kwamba watoto wa Kenya wote wanapata nafasi ya kusoma. Mimi niliwaeleza nyinyi na nilieleza taifa letu la Kenya ya kwamba elimu ndio inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu hiyo tumeweka pesa nyingi kwa mambo ya elimu. Mimi tangu mwaka wa 2022 nimeongeza pesa ambayo tumeweka kwa elimu kutoka bilioni 500, mwaka huu imefika bilioni 780 kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanasoma. Tumeajiri walimu 100,000, tumejenga madarasa 23,000, tumebadilisha ile CBC sasa ni CBE and training, na tumehakikisha ya kwamba watoto wetu kwa university na TVET pia wanapata nafasi ya kusoma kwa kuweka pesa ya kutosha. Mimi nimesema juzi na mimi nataka nirudie nikiwa hapa. Naona kuna watu wanauliza maswali mengi kwa sababu nilisema, na nataka munisikize kwa makini. Mimi naongea na watu wa Nairobi na naongea na Wakenya wenzangu. Elimu ndio inatupatia usawa kama taifa. Na ndio sababu nimeweka pesa nyingi kwa mambo ya elimu kwa budget yetu. Tumeajiri walimu, tumerekebisha curriculum, tumehakikisha kwamba tumeweka funding model ya kisasa, tumejenga madarasa. Na nimesema juzi, na nataka Wakenya wanielewe, nimesema juzi kwenda mbele, tulitoa pale nyuma 2022 universities walikuwa wanafunga, hawakuweza kulipa walimu, hawakuweza kulipa suppliers, walikuwa hata mshahara ya wale lecturers haikuwa inatosha. Nikabadilisha, tukatengeneza model mpya. Hiyo model imebadilisha mambo katika university. Mimi nimesema sasa tunapeleka hiyo model one more step forward. Na ndio nimesema iko sheria bunge sahizi ya Higher Education Loans Board Amendment Bill ambayo sasa itatuwezesha kuhakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya ambaye amekuwa placed kwa TVET ama university, tutahakikisha ya kwamba kuna funding ama kuna pesa ya kusomesha watoto wetu wote. Wakenya hoye!
Nirudie. Nimesema hivi. Unajua, wakati rais wa 3 wa Kenya, Mheshimiwa Mwai Kibaki, alisema kutakuwa na free primary education, watu walimkejeli na wakasema hiyo haiwezekani. Mimi nasema mbele yenu leo ya kwamba watoto wetu wa university na wale ambao wanaenda tertiary institutions, going forward, serikali ya Kenya itakuwa na funding model ya kuhakikisha hawa watoto wote wanapata pesa ya kusoma, na hakuna mtoto wa Kenya atakosa nafasi ya kusoma kwa sababu ya mambo ya kukosa pesa. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Na mimi si wazimu, na mimi si mlevi, na mimi si mjinga. I know what I'm saying. Si nilisema tutafanya affordable housing? Inajengwa haijengwi? Masoko inajengwa haijengwi? Hostels inajengwa haijengwi? So I know what I'm doing. Sio kama tunaelewana bwana? Tuko pamoja? Si ndio? Si mimi ndio fundi ya hii maneno? Mimi ni fundi wa hii maneno vile hata nyinyi ni mafundi. Kila mtu afanye kazi yake bwana. Ama mnasemaje? Nairobi hoye! Nairobi hoye! Pia tumekubaliana ya kwamba Kenya inasonga mbele. Hii Nairobi hii ndio ilikuwa na shida kubwa sana. Watu wengi wanaishi katika vitongoji duni. Ni kweli ama si kweli? Leo Kibera inabadilika. Ni kweli ama si kweli? Leo Nairobi inakuwa na sura mpya. Ni kweli ama si kweli? Hapa Makongeni inaendelea iendelee. Hapa Mathare inaendelea ama iendelee? Isili inaendelea ama iendelee? Hapa Nairobi tuko na projects 36 ya affordable housing ambazo zinaendelea, na tunajenga manyumba 1180 kwa sasa Nairobi. Sana. Yaani unatuambia ati tusifanye affordable housing kwa sababu kuku haiwezi kupelekwa 17th floor. Yaani mnatubeba ufala kiasi gani my friends? Mimi niliwaeleza kuna watu hawana akili. Mtu anaongea hivi wako na akili kweli? Wako na akili kweli? Mimi nataka niwaulize. Mimi nasikia ati kuna mwingine anasema ati anataka watu waendelee kukaa kwa slums. Ati anapinga affordable housing. Ati wafanyabiashara wetu waendelee kuuza kwa matope, kwa mahali hakuna usafi, waendelee kuishi kwa jua, ati tusimamishe masoko ile tunajenga. Ati wanatuambia ati vijana wetu wale wa university na TVET waendelee kukaa kwa slums, tuache kujenga hostels. Mimi wakati niliwaambia kuna watu hawana akili, mlikuwa mnafikiri na waonea. Mtu ambaye anasema watu waendelee kukaa kwa slums, tuachane na affordable housing, ako na akili? Yule ambaye anatuambia ya kwamba kina mama wetu na wazee wale wanauza katika masoko yetu waendelee kukaa kwa matope na jua na vumbi, mahali hakuna choo, hakuna stima, huyo mtu ako na akili? Mtu ambaye anasema watoto wetu wa university waendelee kukaa vitongoji duni, tusijenge hostels ya watoto wetu kupitia affordable housing, huyo mtu wako na akili? Mimi nawaeleza bana, mashindano hapa mbele itakuwa ni waziwazi. Tuko pamoja ama tuko pamoja? Ati hawa watu ndio wanashindana na mimi? Shughuli. Ati hawa watu ndio wanashindana na mimi? Mtu ambaye anasema watu waendelee kukaa kwa slums, ati watu wa mama waendelee kuuza kwa jua, ati watoto wetu wa university na college waendelee kukaa vitongoji duni, ati huyo ndio mtu anashindana na mimi. Na niliwaambia these people hawana agenda, hawana mpango, hawana sera,
hawana maono, hata akili. Hiyo ndio vile mambo ilivyo bwana. So mimi nawaeleza ndugu zangu, watu wa Nairobi, mimi nawauliza, tuendelee na kazi ama tuendelee? Tuendelee na kazi ama tuendelee? Nipange masomo ya watoto wetu, niendelee na kujenga mabarabara, tuendelee na housing, tuendelee na masoko, tuendelee na hostels, tupange matibabu, tupange maendeleo. Wangapi wanasema tuendelee na kazi jameni? Wangapi wanasema tuendelee na maendeleo? So hapa mbele nawauliza ndugu zangu watu wa Kenya, hapa ni mashindano kati ya usawa na ubaguzi, kati ya umoja na ukabila, kati ya maendeleo na mambo ya kurudi nyuma. Are we going to be moving forward into first world, or are we retreating into poverty and into squalor? Tunasonga mbele into the first world. Wangapi wanasema tunasonga mbele into the first world? Hapo ndio mimi niko. Tunaelewana? Na mimi nataka niwaeleze, mimi bado nimeshughulika na kupanga kazi yenu. Kazi ya affordable housing inaendelea, mimi napanga. Elimu ya watoto wetu ndio hiyo, nimepeleka sheria bunge nihakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya hata moja atakosa nafasi ya kusoma university ama college kwa sababu mzazi wake hawezi. That is the equality we are looking for. Kwa hivyo nyinyi majamaa, wacheni kiburi mingi bwana, wacheni madharau. Hawa watu pengine hawana payslip lakini wao ni wa Kenya vile vile. Wale wetu pengine wako chini lakini ni wa Kenya. Mungu atawaonekania, watainuka siku moja, wataketi pamoja na wale wengine tukisonga mbele, si ndio? Nairobi hoye! Mnasema tuendelee? Mimi nataka niwaeleze nikimalizia, sawa sawa, nikimalizia kazi ambayo inaendelea Kenya. I just want to assure the nation that Kenya is charging forward into the first world. We will never retreat into squalor, into poverty, into the slums. We are moving forward into a state and a city, and we are moving forward into a first world country. Mimi niko tayari na kazi yangu ni kuunganisha Wakenya wote. Siasa ile ya zamani ya kugawanya Wakenya kwa misingi ya ukabila itaisha mwaka huu tukipiga kura. Hii uchaguzi hapa mbele ndio itazima ukabila milele. Hamutaiona sura ya ukabila tena Kenya baada ya uchaguzi inayokuja mwaka ujao. Hiyo ndio uchaguzi italeta usawa katika taifa letu la Kenya. Majamii zetu zote watakuwa sawa. Sisi wote tutakuwa sawa, kwa sababu hiyo ndio Kenya ambayo tutaweza kujivunia tukiwa pamoja. Hawa ambao wanatuuzia siasa ndogo ndogo ya ukabila, chuma chao kimotoni, tutawaonyesha kivumbi, watashangaa. Kenya hoye! Si ndio bwana? Kwani niwaulize, hii siasa bwana, mimi naelewa. Hii kitu mimi naelewa. Ala. Ama tuko pamoja? Tuko pamoja? Na mimi naelewa Kenya inataka mahali ambapo kila Mkenya anaheshimika. Sisi wote tuko sawa, ama namna gani? Siasa ya fujo, siasa ya ukabila, siasa ya vita hatutaki. Mimi niliahidi taifa letu la Kenya ya kwamba tutakuwa na usalama nchi hii. Wale watu walikuwa wanatusumbua magaidi na terrorism,
tumewamalizia, tumewazima. Wale walikuwa wanatuletea hasara ya wizi ya mifugo, cattle rustlers na wale wengine tumewamalizia. Wale walikuwa wanatuchomea mali katika Nairobi hii wakati ya maandamano na kufanya mengine, tumewakataza na tumewazima. Hakuna tena mambo ya kuchoma mali na kuharibu biashara ya watu Nairobi ama Kenya ingine. Hawa goons, nimesema ya kwamba kuna watu walikuwa wanatetea goons. Sasa tumekubaliana sisi wote, hata hiyo mambo ya goons tutazima. Kenya lazima iwe ni nchi yenye iko na amani na kila Mkenya ataendesha biashara yake bila amefanya. Vile tulimalizana na terrorists, tukamalizana na cattle rustlers, tukamalizana na criminals ambao walikuwa wanaharibu mali ya wa Kenya, pia tutamalizana na hawa goons. Kila Mkenya aweze kufanya biashara yake, aweze kufanya siasa yake, aweze kufanya maendeleo yake bila ya kusumbuliwa na mambo ya ukosefu wa usalama. And I have confidence in our police service that they will deliver on their mandate to make sure that our country is secure. Mnasema tuendelee ama tuendelee bwana? Tuendelee ama tuendelee? Sasa niwaulize, si tumemaliza? Sasa imebaki nini? Ati? Ati nifanye ile kitu? Ati niweke mawe? My goodness. Haya, tulizeni. Sawa. Sikizeni. Nyinyi mmenitembelea, si ndio? Na mimi nataka niwaeleze, hakuna mtu ako na haki kuliko mwenzake, si ndio? Sisi wote ni Wakenya sawa chini ya katiba. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaeleze, mimi nimesikia vile ndugu zetu wamesema. Mimi nawauliza hawa wabunge, kwa sababu nyinyi mmesema hamuna vifaa, hamuna equipment. Kama mafundi muko na shortage ya equipment, si namna hiyo? So mimi nauliza hawa machairman na wabunge hawa, tafadhali munisaidie, mupangane na hawa machairman, mupangane na kila sehemu mahali mafundi wako. Mimi sikizeni, kwa sababu tunataka hawa mafundi wanatusaidia, lakini wanakosa vifaa hapa na pale. Kwa hivyo mimi nitapanga kama serikali vile mtapata vifaa ya kuendesha ufundi wenu na biashara yenu. Na kwa hivyo mimi nataka muniandikie orodha ya zile vifaa ambazo mnazihitaji. Alafu tutapangana na hao waheshimiwa vile tutakuja tuwapatie hizo vifaa. Na nitatoa milioni 80 ya kununulia nyinyi vifaa ndio muweze kufanya biashara zenu. Ketini. Lakini leo mimi nitaweka mawe leo, lazima niweke mawe.
Asante sana. Tafadhali. Haya. Asante. Sawa sawa. Si ndio? Lakini hiyo ingine mtaenda mjipange, alafu tutawanunulia vifaa tuwaletee. Si ndio? Lakini leo Haya. Na mnajua mimi ni mtu ya mpango Baadhi hiyo msikuwe na wasiwasi. Relax. Mko na wasiwasi kweli? Si mimi niko area. Na mimi ndio ule jamaa. Ule fundi. Niko hapa area, msijali. So, asanteni sana. Tutapangana na nyinyi. Na mnasema niendelee na kazi. Ati Nairobi mnasemaje? 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 Hebu nione watu wa tukam hapo, tukam. Asante sana.